Nani Jessica? Jana mechi imepigwa pale na kwa kweli jana matokeo yale yameni surprise mimi. Vipi sasa? JKT ni moja ya solid team sana. Yeah, sure. Na lakini mara nyingi wakiwa Meja General ndio wanakuwa wagumu zaidi. Kuliko wakiwa nje ya uwanja wa Meja General. Hilo ni moja. Lakini pili, msimu huu JKT wamebadilisha sana falsafa yao ya uchezaji. Wametoka kwenye kuwa timu ya kudefend kwenye low blocks, hizo wanacheza very open game. Sasa ukiwa unacheza very open game na Yanga, regardless yule unaicheza naye, kuna consequence. Na consequences zenyewe ndio kama matokeo ya jana uliyoona. Okay, nimetoka kusema jana hapa. Bahati nzuri jana nilimkumbuka mpaka mwalimu ambaye niliongea naye kumwambia kwamba timu yangu nadhani siku ikikutana na watu wako clinical enough watapigwa kipigo cha paka mwezi cha Mburukenge, na ndio jana kimewakuta. Ulimwambia Yes, na ukiangalia jana walivyokuwa wanacheza, yani namna walivyokuwa na defend kama ni timu ya shule. Center. Yes, spaces, yani walikuwa na ruhusu through balls na ndo zimewaua. Angalia half time 1-0. Ndio. Sawa. Link up play ya Shaba mpaka anakwenda kufunga was fantastic kabisa. Kwa kusema ukweli, Yanga walifanya kila kitu sahihi. Hata kama mnaweza kwa mna defend vipi, ilibidi muwe so much solid ili vile visitokee. Lakini angalia goli la pili, Makame yule kasogea, pasi ilivyopigwa kwa Dube, Makame kama anakimbia kama yuko kwenye maji, mpira umeingizwa ndani, kila mmoja, yani defense imetawanyika. Goli la tatu, Dube kafunga goli la 4, was fantastic move ya Buba yule. Alafu kuna goli la tatu ni la muda. Yes. Ilikuwa the same. Yani defense kila muda inakuwa mbwa kama tamwizi. Watu wako mbele nyinyi mnakimbiza. Muda anakutana na mpira ambao umechezwa ukagonga chuma sijui ukarudi akapiga shuti, kuna watu wengi pale lakini mpira umepita. Lakini kulikuwa na mianya mingi inaruhusu mpira kupita, watu kukimbia, kupata penetration passes nyingi na crosses ambazo zinaweza zikaleta madhara. Goal la Dube was fantastic kwa sababu ya move yenyewe, through pass ya cross kutoka kule nje, defense imekufa. Goli la 5 unaweza kumlaumu goalkeeper, lakini was hard shot na yule dogo anapiga mashuti kweli. Yani kweli. Na katika eneo lile goalkeeper alikuwa ategemea kishachukua chuma 4, ukapigwa mkwaju ule umekubali. Ameachwa yule jamaa space kubwa, na when the ball is well hit lazima mpira una nafasi kubwa ya kuingia kuliko ni kuokolewa. Sahihi. Kama ukipigwa sawa sawa na ukalenga lango, goalkeeper pale utamlaumu bure. Shuti ilikuwa kubwa kali. Kwa nini kocha kama ametoka kwenye hiyo hali ilikuwa mwanzo kwamba anatengeneza sijui, lakini wakati mwingine unajua unajaribu kutafuta kitu kipya. Na kwa mfano ukiangalia msimu huu katika kutafuta kitu kipya, jana nilisema hapa, pamoja na kwamba wameongeza kufunga, lakini wamekubali kufungwa mabao mengi pia msimu huu. JKT msimu uliopita ilikuwa haifungi sana, haifungwi sana. Sahihi. Ilikuwa ni moja kati ya timu ambazo zinamaliza ligi na idadi ndogo ya magoli. Lakini this time jana walikuwa na goli 18. Jana, si ndio? Like wana point 20 na ngapi? 28. Na goli 18 mpaka jana. Alafu walikuwa wamefunga 15. Wamefunga 15? Alafu wamefungwa 8. 18. Wamefunga 18. Wamefunga goli 5. Mpaka jana walikuwa wamefungwa goli ngapi? Mpaka jana walikuwa wamefungwa goli 9. Goli 9 sasa kwa hiyo mpaka sasa wamefungwa 14. 15. Jana mechi ya jana si imeisha kwa goli 5. Walikuwa wamefungwa goli 10 kabla sasa 9 na 5 ikiwa 15 nilikuwa nataka kukimbia hapa. Walikuwa wamefungwa goli 10 na wameongeza jana, kwa hiyo ndio maana wana magoli 3. Na wamecheza mechi zaidi 7. Wamecheza mechi 17. Si ndio? Mechi zaidi ya Yanga kwa mfano aliyoko mbele yake aliyomfunga jana. Kamzidi mechi 7 ambazo point 21. Si ndio? Simba pia wamemzidi mechi 7. Unaona ukiangalia wao ndio wamecheza mechi nyingi kuliko mtu mwingine. JKT, Dodoma na Mtibwa. JKT ana mechi 17, Mtibwa na Dodoma wana mechi 16 na KMC pia. Yes, na KMC ana 16. Kwa timu ambayo imecheza mechi nyingi ni JKT. Yes, kwenye kushambulia sana kulikoni kuzuia
imewasaidia sana kwenye mechi za nje wanapocheza na timu za kawaida. Kwa mfano, walianza Mashujaa kule wakapata sare, wakaja Tanga wakashinda 2-1 kama nakumbuka. Sawa. Ikawajengea kwamba inawezekana. Sasa mimi nadhani unapokwenda kwenye ni kujaribu kuiattend mechi moja kama mechi ilivyo. Kwa mfano unapocheza na Yanga, unataka uwe open kama ulivyocheza na Coast, utakuwa unajidanganya. Kama ulivyokuwa open ulivyocheza na Mbeya City, utakuwa unajidanganya. Kwa sababu qualities za wachezaji ni tofauti sana. Kwa lazima uwe na mpango maalum wa mechi husika. Lazima. Na sitaki kuamini kama mwalimu hawezi kuwa na mpango maalum wa mechi husika. Kama mechi zake zinafanana. Tukienda sasa kuiangalia mechi ya jana na mechi zilizopita, unaona alikwenda kama ilivyo. Kama anacheza na MCC. Tuko naye sasa kwenye line hivi sasa. Mwalimu Ahmad, habari za asubuhi. Asalamu. Tuko na wewe live hapa mwalimu, na tunajadili namna ambavyo timu yako ilicheza jana. Tuna mashaka kidogo kwamba kuna kitu kimebadilika kwenye timu yako sasa hivi. Namna ambavyo JKT inacheza ni tofauti na timu ilivyokuwa inacheza msimu uliopita. Mpaka sasa umeruhusu magoli 15. Ni kama timu imekuwa open sana. Pengine utuambie umebadilisha mfumo wa kucheza kwenye timu kwa sasa? Hakuna ambacho nimebadilisha. Hakuna kilichobadilika. Ndio. Lakini mbona timu inaonekana jana ilikuwa wazi sana, alafu mnacheza na timu kubwa yenye wachezaji wakubwa na wenye uzoefu pia, lakini timu yako ikawa inacheza open football zaidi, mkaruhusu magoli mengi? Sijaelewa unavyosema open football kimaana gani, kwa sababu tumecheza kwenye structure yetu, tumefanya makosa ndani ya structure yetu na watu wametumia makosa yetu ambayo tumefanya. Sometimes part of football inatokea, inaweza ikawa hamko vizuri kwenye hizo moment, sio tu kufungwa goli 5, unaweza kufungwa hata goli 10 kama hamko vizuri kwenye zile moment ambazo mnapaswa kuwa bora. Sasa sijaelewa hiyo open ambayo unaisema ikoje. Mimi naamini tumecheza kwa structure, lakini tumefeli kwenye structure zetu, na ndio maana watu wametumia nafasi kwa yale makosa ambayo tuliyafanya sisi. Lakini wewe unaona utofauti upo maeneo gani hasa timu yako ya sasa na timu yako ya pengine hata ya msimu uliopita, kwa sababu ndio timu iliyokuwa inamaliza ligi ikiwa imefungwa magoli machache sana. Haikuwa rahisi sana kufungua timu yako hasa kuanzia eneo la nyuma kwenye defending. Nafikiri unapofika kwenye timu kama mwalimu unatakiwa kuangalia msingi wa kwanza ni kuona jinsi gani timu yako unaweza kaifanya ikawa vizuri kwenye kipindi ambacho hauna mpira. Lakini wakati huo ukiwa una collect kuona namna gani ambavyo timu yako inaweza kuwa ikiwa na mpira nini ambacho inapaswa kufanya. Kwa hiyo kuna improvement ambazo zilitokea last season, ilikuwa ni moment nzuri kwetu kwenye nyakati hizo, lakini wewe mwenyewe uliwahi kunipigia na kuniuliza timu yako kocha inajilinda sana haifungi, lakini sasa hizi timu inafunga na inaweza ikaruhusu goli pia. Kwa hiyo kuna moment kwenye part of football kama mwalimu zipo. Ni jinsi gani ya wewe kuzifanya kuwa bora kwenye hizo nyakati. Unaweza kuwa vizuri sana kwenye kufunga lakini pia unafungwa, na unaweza kuwa vizuri sana kwenye kuzuia alafu haufungi. Sasa ni moment mbili ambazo kama mwalimu unapaswa ku sit down na kuona jinsi gani ambavyo unaufanya ubora wa timu kwenye hizo nyakati mbili. Na jana ni wakati gani uligundua tayari kama mmeshafeli kwenye plani mliokuwa nayo dhidi ya Yanga? I think comfortability tulifeli kwa maana kutokuwa comfortable na moments ambazo zilitokea wakati sisi tuna mpira na wakati hatuna mpira. Maeneo ambayo hasa kipindi cha pili yali switch game jinsi ambavyo ilikuwa mwanzo na kipindi cha pili ni kwenye half space na wide area. Tulichelewa kufanya marking, tulichelewa kufanya vizuri kwenye hizo half spaces na wide area. Mwisho wa siku wezetu kapelekea kuwin hizo goli ambazo wamewin, lakini so far niseme ni mapungufu ambayo yameonekana part of football. Tumejifunza vitu vingi kwenye hizo moment ambazo zimetokea. Sometimes tunaweza kusema kwamba hatukuwa bora na laiti kama tusingekuwa bora zaidi nafikiri tungefungwa zaidi ya hizo goli. Kwa hakuna chochote ama namna yote ambayo pengine jana JKT mngeweza kufanya kuepuka kufungwa magoli mengi kutokana na namna ambavyo timu ilicheza hasa kipindi cha pili, kwa sababu mmekuwa na mapumziko moja tayari, pengine watu walifikiria kuna mabadiliko yangekuepo zaidi ya kutoruhusu magoli mengi ama na nyinyi mkapata hata goli la kusawazisha kipindi cha pili, lakini cha pili ndo mambo yakawa tofauti kabisa. Ni kweli kama nilivyosema, second half hatukuwa bora kwa nyakati zote, kwa maana wakati sisi tuna mpira ili tuweze angalau kwenda kuattack team hatukuwa na shape nzuri, na wakati pia
tunao mpira, tumepokonywa mpira, hatukuwa na shepu nzuri ya uzuiaji. Kwa hiyo ndio moment ambazo zimetokea na wenzetu wakazitumia. Kwa hiyo mimi niseme ni homework kwangu mwalimu. Siwezi kulaumu wachezaji. Nasema ni nafasi ambayo imetokea kwenye football. Hawa wachezaji ndio ambao wamenipa pointi 28 mpaka leo. Sometime ni kitu ambacho kinaweza kikawa kizuri na kikawa kibaya kwenye vipindi vyote hivyo vipo. Ni ku get down na kuona focus ya JKT na malengo yake yako wapi. Sio ligi imeisha leo, bado tuna mechi. Kwa maana ya jana labda tumepoteza tukasema ndo ligi imekwisha, hapana. Tuna mechi za kujipanga na kuona yale ambayo tumekosea ili tuweze kurudi vizuri zaidi. Asante sana mwalimu, na tunakutakieni maandalizi mema katika michezo inayofuata. Okay, asante. Asante sana Ashrafu. Umemsikia mwalimu pia akizungumzia namna ambavyo timu yake haijabadilika. Yeye anavyosema timu haijabadilika, ni jana plan haikuwa sawa sawa kwenye hiyo plan yao. Mambo yaliyoendea ndivyo sivyo, timu haijabadilika kama ambavyo tulikuwa tunasema hapa kwamba kuna kitu tumekiona. Namna ambavyo timu yake ina defend, wanacheza open, yeye anasema timu yake haijabadilika. Yes, mwalimu anazungumza kwamba timu yake haijabadilika, lakini huko kubadilika ambako sisi tumekuona ndio kumepelekea wao jana kupoteza kwa idadi kubwa magoli. Ulitarajia JKT anaweza kupoteza mechi, lakini sio kwa idadi ile, ingawa inatokea kwenye moment za football. Na jana kitu kikubwa ambacho nilikiona kwa JKT, kwanza hawakuwa sharp kwenye baadhi ya matukio. Walikuwa wanawapa sana uhuru Yanga kwenye 1v1, walikuwa wao wanawini sana zile battle, hata namna ambavyo walikuwa wanajaribu kupress. Unajua unapoamua kukaa nyuma kama ambavyo mwalimu anazungumza, kuna namna ambavyo unatakiwa uwe makini kuhakikisha kwamba okay, mimi nazuia kwa idadi kubwa ya wachezaji kwenye zoni yangu, lakini sitakiwa kutengeneza hizo nafasi ambazo Yanga wanaweza wakadominate. Angalia goli la kwanza lile, Yanga ni kama walikuwa wanaenda chumbani, yani wanajua nini wanafanya, na Yanga jana walikuwa wameongeza kasi. Kama unakumbuka kwenye mechi ya mwisho waliocheza dhidi ya Namungo, ilikuja kuzungumza hapa kwamba walikuwa na kitu kinaitwa mental fatigue kwa wachezaji, maamuzi yao walikuwa wanafanya slow sana kwenye ile game, lakini jana ulikuwa unaona kila kitu Yanga wanachokifanya nakifanya kwa haraka zaidi, na hiyo speed ambayo walikuwa naifanya kwenye maamuzi mengi ndio iliwapelekea pia kuwachanganya kwa JKT wakatoka kwenye structure yao. Kwa hiyo kama mwalimu umeenda na mpango kazi wako na umesimama kwenye touchline, unaona kile ambacho unakitamani kitokee hakitokei mpaka dakika za mwisho, maana yake kwenye hiyo mechi tunaona kuna mabadiliko. Ndio haya ambayo tunazungumza kama angekuwa amestick kwenye plan yake, unajua zile space ambazo tunazungumzia zile ndio zimekuja kuleta shida. Hawakuwa compact enough jana JKT. Na unajua Juma, atusemi ligi imeisha. Mwalimu labda asitukote vibaya. Ligi haijaisha. Na JKT wana nafasi ya kufanya vizuri. Sawa? Ndio. Lakini tunachozungumzia ni mapungufu tunayoyaona sasa compared na JKT wenyewe kwenye msimu uliopita au kwenye mechi zingine. Na tuzungumzie jambo ambalo ni mechi moja. Tunazungumzia kitu ambacho tunakiona kwenye mechi nyingi, lakini tu unapocheza na timu za kawaida unakosa kuadhibiwa vya kutosha. Yaani ile adhabu aliyokutana nayo jana sasa inakuonesha kwa sababu wamekutana na watu ambao wako more intelligent kulikoni wao. Wanaweza kuutilize yale makosa ambayo yalikuwa yanatokea na Namungo, yale makosa ambayo yalikuwa yanatokea na Mbeya City. Ndio. Sawa? Lakini hamkuwa punished. Unapokutana na timu yenye wachezaji wenye uwezo mkubwa, ndio wanakuonyesha kwamba haya yalipaswa kuwa adhabu kwenye mechi zingine. Sasa maana kumbe makosa ya jana sio ya jana tu. Sio ya jana tu. Hatuzungumzii jana. Tunazungumzia timu tunavyoiona kwenye trend. Sahihi. Kwa hata namna walivyocheza jana, wangecheza na Coast pengine wasingefungwa. Umeelewa? Hivi ndio walivyocheza na MCC na wakawa pungufu na wakatoka sare. Lakini MCC baada ya kuwa wameongoza walipata chances za kuua game na wakashindwa, lakini chances hizo ungepata Yanga, maana game ingefanyaje? Ingekufa. Hiyo ndo tofauti. Hiyo sasa nakuelewa. Tofauti. Hatuzungumzi kwamba eti kuna JKT labda haitofanya vizuri. Hapana. Hatuzungumzi kwamba switching, kwamba mmeswitch kutoka kwenye mfumo labda. No. Tunasema makosa yanayotokea kwenye game ukilinganisha na uwezo wa timu wanaocheza nayo. Timu moja haiwezi kukuadhibu kwa sababu ya quality yake. Timu nyingine itakuonyesha tofauti kwa kukufunga sana. Na yeye mwenyewe amekubali kwamba wangeweza kufunga goli 10. Si ndio? Maana yake ni kwamba kulikuwa na makosa hata yeye anayaona. Sasa sisi tunachojaribu kukumbusha ni kwamba haya makosa hayakuwa jana tu.
yalikuwa huko nyuma ambako hamkuadhibiwa. Watu hawakuexpose na quality yao timu ambazo walikuwa wanacheza nazo. Na watu wengine ambao mimi wangeweza kuwaadhibu pia walikuwa Azam, wakatokana na sare. Yeah, ni kweli. Unakumbuka? Azam waliongoza na wakatengeneza chances kibao wakashindwa kuzitumia. Wangewa expose pale, unarudi kama mwalimu unaona mbona napata matatizo. Lakini ukifanya hivyo, unajua plani yoyote utapoona kujaribu kuitumia. Iki work out against let's say Azam ukapata na alama moja. Si ndio? Unaona hii inaweza kuweka out against Yanga na imekufikisha ukapata point 28 na kuongoza ligi. You are top. Regardless umecheza mechi ngapi. Kwa sababu sio lazima eti ukicheza mechi nyingi uwe unashinda. Sio kucheza mechi nyingi uko unafungwa pia. Sawa. Kwa hiyo kwanza tunawapongeza kwamba wamecheza mechi nyingi na wamepata alama nyingi. Kukusanya alama nyingi ujue. Alama 28. Na bado wana uwezo wa kukusanya alama nyingine. Lakini ukikutana na timu yenye quality kwa namna wanavyocheza hasa backline wanaweza kukuexpose kama jana. But this is the same backline ya mwaka jana, sio? Hapana. Watu mmoja tu. Hapana. Kwanza hata goalkeeper pia. Goalkeeper hayupo Nangu, hayupo dogo mmoja alikuwa anaitwa Mwalala, alikuwa anacheza namba 5 pia, alikuwa anasaidia. Lakini pia matumizi ya baadhi ya watu, kwa mfano Holding kuna wakati mrefu alikuwa anacheza Maka. Maka Edward. Si ndio? Jana sijui kama Alimsengi alicheza. Amecheza Bajana nimemuona. Si ndio? Kwa hiyo matumizi pia wakati mwingine ya wachezaji. Regardless kwamba hatuzungumzi kwamba kuna wachezaji wabaya. Wachezaji hawa ni wazuri, ndio wamewapa uongozi wa ligi. Msengi alicheza jana. Alicheza? Hawa viongozi ndio wachezaji ndio wamewapa uongozi wa ligi. Ila kuna makosa ambayo yanapokuwa hayaadhibiwi na timu za kawaida, timu kubwa inakuja kukuelekeza. Unapaswa pia nyinyi kama technical staff au timu mkae mseme jamani, ili ni kosa. Hatukuadhibiwa tu kutokana na quality ya hawa watu. Tukikutana na watu wenye quality nzuri, haya yote ni mabao. Na hiyo jemedali ndio inatokeaga hata kwenye timu zetu hizi kubwa. Kwenye ligi yetu kuna vitu wanafanya lakini wakienda kwenye michuano ya klabu bingwa ndio tunaona kwamba hii timu haiko sawa hii. Unanielewa? Hawa Simba na Yanga hapa leo watawadhibu JKT, watakwenda kucheza, wanaweza kwenda kuwafunga Namungo. Yanga hawako kwenye ubora mzuri, lakini Namungo wakafanyaje? Wakafungwa. Lakini siku utakwenda kukutana na Ahli na uko vile ndivyo watakuonyesha kwamba sasa wewe huwa unachezaga na